Dada, habari za mchana huu? Nzuri za kwa. Haujambo? Unaitwa nani? Naitwa Melisiana Emmanuel. Unaitwa? Melisiana Emmanuel. Melisiana Emmanuel. Ni mkazi wa wapi na Melisiana? Mkazi wa Kagongwa. Mkazi wa Kagongwa. Sawa. Ndo nategemea huu. Sasa mimi nilikuwa nataka nikuulize kitu kimoja. Naona kundi mna maombi. Kikundi chenu kinaitwaje? Huima. Nisaidie maana ya huima. Nini? Huima ni injili na malezi. Injili na malezi. Sasa kijana, hilo neno ya injili, je, ulishakujiunga kwenda kwenye injili? Na injili maana yake ni nini? Ni kitu gani kinachoitwa injili? Majukumu ya injili ni nini? Majukumu ya injili kuhubiri neno la Mungu, kutangaza mashuleni, kwenda vijijini, kueleza habari njema. Sawa sawa. Kwa hiyo hapo ni mwana injili. Ni mstari gani kwenye Biblia unayosema leteni mamilioni katika nyumba ya Bwana? Sikumbuki. Haukumbuki? Je, labda nikuulize kitu kimoja. Nitajie amri 10 za Mungu. Usije kuzitaja zote. Taja 5 nusu. Usiue, usiibe, usizini, usitamani mali ya jirani yako. Umesahau? Okay, sawa. Hizo amri ziliandikwa kwenye kitabu cha nani? Kutoka. Kutoka. Asante sana. Naomba niongee na huyu, mpe mic. Habari ya kwako dada? Nzuri. Haujambo? Unaitwa nani? Lucia Emmanuel. Unaitwa? Lucia Emmanuel. Lucia Emmanuel, wewe ni mwenyeji wa wapi? Wa Kagongwa. Wewe ni mwenyeji wa Kagongwa na wewe? Na wewe ni form 4? Ndio. Sawa sawa, ni form 5, wanasemaga ni free form 5. Au huna imani? Okay, sawa. Nataka nikuulize swali moja. Sawa. Hivi nini majukumu ya mwanadamu ukiwa hapa duniani? Malengo ya Mungu kumleta mwanadamu duniani yalikuwa ni nini? Kulitangaza jina lake, kuwaokoa watu wasiojitambua, yani walete kwa Bwana, yani kiufupi. Kwa hiyo majukumu ya Mungu kuleta watu duniani aje ahubiri neno la Mungu, wakati binadamu alikuwa mmoja hapo awali. Walikuwa watu binadamu wawili. Lengo la Mungu kuumba Adam ilikuwa ni nini? Na baadaye akamletea msaidizi Eva. Ilikuwa ni nini lengo la kumleta mwanadamu katika mgongo wa dunia? Walileta dunia, alimuongezea msaidizi apate kumsaidia Adamu. Achana na Adamu, Eva kuleta kama msaidizi. Swali langu linauliza hivi wewe si umezaliwa? Makusudi ya kuzaliwa wewe umezaliwa ni mradi uje ufanyeje? Ili ni ujaze ulimwengu. Ili nitangaze jina la Yesu. Ili mradi nitangaze injili. Kwa hiyo wewe umezaliwa ili mradi kuja kutangaza injili. Kusudi la Mungu kumleta mwanadamu duniani niishi duniani. Asante madam. Haya, mpaka sasa umeshatangaza neno la Mungu. Nipe ushuhuda mmoja. Ulienda kuhubiri wapi? Bado. Sasa ni kwa nini hujatimiza majukumu yako nayo yajua ya kuja duniani? Amina. Habari ya uzima? Namshukuru Mungu kwa neema ya Kristo, tunaendelea vizuri kabisa. Sawa. Mimi nilikuwa nataka nikufahamu, unaitwa nani? Mimi naitwa Pastor Steven Stanislaus Masile. Nipo hapa misheni ya Kagongwa. Natumika katika tawi letu la pale Bani. Naitwa Galilaya. Sawa. Tawi la Galilaya maana yake ni FPCT. Ni FPCT. FPCT pale mwaka 2002 ilikuja ikagawanyika. Awali walikuwa ni ndani ya umoja wa makanisa ya Kipentekoste, yani MMPT. Ndio. Sasa mimi nilikuwa nataka kujua kwa sababu Mswedish sawa alileta dini ambayo ilikuwa na yani misingi ambayo iliyokuwa imewekwa. Je, unaikumbuka ile ilikuwa ni misingi gani? Mpaka sasa hivi katika
makanisa ya umoja wa MMPT, tuseme umoja wa makanisa ya Pentecoste, umeshatoka na kukaa kama Free Pentecoste. Ni vitu gani vilivyosababisha hiki kikundi au hili kanisa kubadilika? Ni kitu gani kilichoongezeka katika maadili ya mwanadamu pale 2002 na baada ya hapo yakatokea mabadiliko? Ni vitu gani, malengo yangu yani, ni vitu gani vilivyoleta mabadiliko chanya katika misingi ya mzungu kuleta injili yake ya MM? Kwanza, mabadiliko katika binadamu ni kitu cha kawaida, kwa sababu tunasema binadamu sio statiki, sio mtu ambaye anakaa hapo hapo tu, anabadilika. Kwa hiyo mitazamo inabadilika, maono yanabadilika. Kwanza tunamshukuru mzungu kwa kutuletea dini. Alifanya jambo zuri sana, na kupitia hilo watu wengi wameokoka. Lakini kila jambo lina muda wake na linaisha. Lakini sasa ni wakati wa Watanzania, kama unavyosikia FPCT, Free Pentecostal Church of Tanzania. Mungu ametuamini wa Tanzania, na kwa sababu ametuamini wa Tanzania, sasa tunaichapa injili wa Tanzania tukiwa na slogan yetu mpya ya injili kamili ya Yesu Kristo, lete mamilioni ya watu kwa Yesu. Mungu ametuamini na sasa tuna mabadiliko chanya. Hata mimi kuwa mtumishi mahali pale ni mabadiliko chanya, ni namna pia ya kuwaleta watu wengine kwa Yesu. Kwa hiyo sio kwamba sisi tuna kitu kipya sana, hapana. Ni wakati sasa wa Watanzania kutumika. Ni wakati ambapo Mungu ameamua kuiamini nchi ya Tanzania. Asante sana mtumishi, shukrani sana kwa sababu muda sio rafiki sana.
jina la Yesu. Mungu Mungu unastahili Jehova Yesu. Ule mwaminifu wa maisha yetu, mwaminifu pia katika mazingira haya, hata anga hili Bwana, hata ardhi hii Jehova. Mungu uliyeachana leo na milele, ambaye hujawahi kubadilika Jehova. Mungu uliyeachana nguvu nyingi Mwokozi uliye hai Bwana. Na Baba wakati tena kaenda kula na kunywa mezani pako Bwana. Tunaomba Mungu katufanyie wepesi Bwana kusikia neno lako, likatubadilishe, likatusinyange, likatufanye kuwa katika hali nzuri tena, likatuongoza Bwana katika maisha yetu. Baba tunaomba usifungue kwa kila mmoja wetu, kama tunakuomba endelee kuwa pamoja nasi Bwana. Wimbo wako na Roho wako Mtakatifu Mungu aendelee kutujaza kila mmoja wetu Mfalme, akituhudumia tulipopungua, akaendelea kutuongezea mapumua Bwana. Wewe ufanikiwe Bwana Jehova, kwa neema yako na uwezo wako Mungu. Wewe Bwana wa mabwana, wewe ni Mungu wa miungu ambaye hujawahi kutuacha, pia hujawahi kushindwa. Wewe ni mwaminifu kila saa, kila dakika, kila wakati Bwana. Jina lako lizidi kuhimidiwa, maana wewe Mungu hujawahi kutuongoa, unaongezeka. Bwana unaongezeka kwa Petro, unaongezeka kwa Yusufu, unaongezeka kwa Daudi, pia hata leo Mungu utaenda kuongezeka katika ibada hii, katika neno hili Bwana. Utaenda kutufungua masikio, utaenda kutufungua mioyo yetu, utaenda kutupa picha ya maisha yetu Jehova ya kila maitwapo leo. Wewe ni mwaminifu Mwokozi wa jeshi, neema yako na uwepo wako Mungu unaendelea. Baba tunasema asante kwa kuwa wewe unaweza, kwa sababu wewe ni mkuu wa wakuu. Asante Bwana kwa kuwa ya ibada hii. Amini kabisa kwamba Mungu anaenda kufanya kilichoharibika na kurejesha tena upya, ambacho haukuwa nacho Mungu anaenda kukupa. Kilichoibiwa Mungu anaenda kukirejesha tena. Haleluya. Mungu ni mwaminifu, ataenda kututendea, ataenda kufanya, ataenda kuwa pamoja na sisi. Amen. Mungu bariki sana. Niombe tu kwamba kama pale awali niliposema, usiruhusu kiti mbele yako kilicho wazi. Hakikisha hakuna kiti mbele yako kilicho wazi. Tafadhali wewe uliyemcha Bwana, uliyepata kibali mbele za Bwana, niombe usogee mbele wakati tunaporejea tena kwenye mafundisho. Rejea mbele. Usiruhusu kiti kilicho wazi mbele yako tafadhali. Amen. Asante kwa wale wanaonielewa. Mungu awabariki sana. Wanaonielewa Mungu awabariki. Najua Mungu yuko pamoja na sisi. Mungu ni mwaminifu sana. Mwaminifu. Safu hii niombe mlioko nyuma sogee viti vya mbele kule. Nyuma tafadhali. Sogeeni mbele huko, naona kuna viti viko wazi. Sogea. Mungu akubariki. Watu wa Mungu, Mungu awabariki sana. Amen. Kama umebarikiwa na sifa, makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Amen. Basi niombe kwamba wakati napomleta hapa mpaka mafuta wa Bwana, mtumishi wa Mungu, hebu onyesha ushirikiano. Amen. Onyesha ushirikiano. Tuko hapa kwa ajili ya kumwomba Bwana, lakini pia na mafundisho. Mafundisho ndio yanatufanya tuhame sehemu kusogea sehemu nyingine. Tutambue mazingira tuliyopo, lakini pia tutamani mazingira mengine yaliyo mazuri. Mafundisho, neno la Mungu tunaposema ni chakula, na chakula ndivyo kinavyotusaidia kupata matunda, kupata matokeo chanya. Kupata mafundisho inatupa picha ya maisha mapya. Tulipokuja hapa, kama tulizoea kuishi maisha mengine ya kawaida,
gani namna hiyo? Mungu awabariki sana. Yaani mmenitia moyo kwa kweli. Sina la kusema, ndio nasema Mungu wa mbinguni awabariki sana. Akumbuke utumishi wenu. Akumbuke moyo wenu wa kumtukuza Mungu. Haleluya. Ninamshukuru Mungu tena kwa muda huu. Tuendelee kukumbushana habari za neno la Mungu. Tutaendelea kuona tena vijana, kwa sababu sisi ni vijana. Nimempendeza Mungu tuendelee kujifunza kwa habari ya vijana wenzetu. Haleluya. Tungekuwa wamama tungejifunza kwa habari ya wamama waliotutangulia au wa baba, lakini kwa vile ni vijana tunajifunza kwa habari ya vijana wenzetu. Haleluya. Kipindi cha kwanza tulimwangalia Yusufu pamoja na Daudi. Nikagusia kidogo Esther. Neno la Mungu linatuambia habari ya Esther. Kumbe sio vijana tu wa kiume waliofanya vizuri mbele za Bwana, hata mabinti walifanya vizuri. Haleluya. Naamini hata wewe binti ulipo hapa, kupitia habari za Esther zitakwenda kukugeuza na kukufanya upya, usonge mbele. Haleluya. Japo watu wanasema ubinti ni mgumu, lakini Mungu akikuwezesha unashinda. Kupitia ubinti wako utaenda kufanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Twende tukamwangalia Esther. Alipata kibali machoni pa watu wote waliomuona. Tusome Esther 2:15 hadi 17. Kitabu cha Esther sura ya 2 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, hata ilipowadia zamu yake Esther binti Abihaili, mjomba wake Mordekai, ambaye alimtwaa kuwa binti yake ili aingie kwa mfalme, yeye hakutaka kitu ila vile vilivyoagizwa na Hegai, msimamizi wake mfalme, mwenye kuwalinda wanawake. Naye huyu Esther alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomwona. Basi Esther alipelekwa kwa mfalme Ahasuero katika nyumba ya kifalme mwezi wa 10, ndio mwezi wa Tebethi, mwaka wa 7 wa kumiliki kwake. Mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji ya kifalme kichwani pake, akamfanya awe malkia badala ya Vashti. Haleluya. Habari ya Esther tunaisoma. Lengo kuu tunaangalia habari, neno alipata kibali. Habari zote tunacheza, lakini tunaangalia kibali cha mtu huyu ambaye tunajifunza kwake. Haleluya. Kumbe mambo yote tunayaweza mpaka uwe na kibali. Esther alikuwa ni mgeni katika ile nchi, lakini kwa vile alikuwa na kibali cha Bwana akafanyika kuwa malkia. Pasipo kibali yamkini unaweza usifanye chochote. Katika Mwanzo habari ya Abeli na Habili, Mungu alimwambia Habili na Kaini. Kaini akaambiwa na Mungu, kama umetenda vyema utakosaje kibali?
kutenda kwako vyema kumbe ndio kinakufanya upate kibali. Kibali hakiji hivi hivi, lakini ni pale tunapotenda vyema mbele za Mungu. Ukitenda mema hukosi kibali cha Mungu. Haleluya. Na sisi jioni, mchana leo, siku ya leo ya maombi, Mungu anatusihi na kutuelekeza tutende vyema mbele za Mungu. Uwe binti, uwe kijana, mpo kwenye rika la barehe, lakini ukiwa mbele za Mungu, changamoto za umri wa barehe hazitakusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hatua hii imewekwa na Mungu. Mungu ndo anaweza kukukontrol ukapita salama kwenye hatua hiyo. Na rika lenu hili ndo vijana wengi wanapotea. Na vijana wengi wanakuwa wazuri wakinyenyekea chini ya mkono wa Bwana. Kijana aliyekuwa anapiga drums hapa, kuna kijana mdogo. Yaani amenifanya mpaka nimetaka kutoka machozi. Kwa sababu anamjua Mungu, amejifunza vitu vya kimungu. Yamkini angekuwa kula, angekuwa anapiga sarakasi tu za kujifunza ili waanze kukaba watu mabarabarani. Lakini amewekeza kwa Bwana. Haleluya. Hajalishi yuko umri gani, angekuwa kwenye uwanja wa mpira, angekuwa wapi, angekuwa kwenye ile michezo gani ile unaweka 200. Kwenye bonanza. Lakini nahisi muda wake mwingi anawaza drums ya pigeje, gitani pigeje. Na kupitia kuwaza kwake Mungu anamfanikisha vitu vingi. Hakika na kuahidi na kuambia uwe kijana, hutabaki kama ulivyo. Kupiga kwako kuna watu wanabarikiwa. Yaani mimi nimebarikiwa mpaka nikasikia furaha, moyo wangu ukasikia kama umeingiwa baridi. Yaani nikahisi mtoto wa hivi kafanya hivi. Lakini kuna kijana anayejitambua ni mkubwa tu, anaona ni kitu cha kishamba. Nikwambie kwa mambo ya Mungu hakuna ushamba. Sisi tunaomjua Mungu, sisi ndio watu wajanja. Haleluya. Amina. Maana tunajua vitu vingi. Kijana asiyemjua Mungu sasa hivi anakula gundi. Lakini wewe unapendeza kwa sababu unamjua Mungu. Haleluya. Kuna faida katika kumjua Mungu. Sisi pale mjini ukija masaa ya saa 3, saa 2 mpaka saa 5 unaweza ukalia machozi. Mtoto kama juzi nimepita mjini tena mchana tu, katoto ka hivi kamelala kibarazani, kananiambia mama naomba hela kule. Ukimwona namna alivyo yule mtoto, sasa jifikirie yale maisha kaanza bado mdogo, akifika ukubwani hata kuchoma mtu mchana kweupe ni halali kwake. Lakini sisi kumbe tunaomjua Mungu tunapata kibali cha kimungu. Haleluya. Tunaishi maisha yenye furaha. Kuna lika lenu hapa sasa hivi, kuna wengine walishaacha shule. Tena wenyewe hawavuti, wameanza stage ya pili, hawavuti sigara, wanavuta bangi. Lakini sisi tunaomjua Mungu, vijana wa kwetu wanafanya vitu vizuri vyenye kumpendeza Mungu. Haleluya. Kupitia kile unachokifanya hata nyumbani mwa Bwana, kama Yusufu tulivyosoma habari yake, unafanyika baraka pale ulipo. Uwe kwa walezi, uwe kwa wazazi wako, Mungu anapitisha baraka zake kupitia wewe. Esther tunamsoma alikuwa ni binti wa Mordekai. Mordekai alimfanya kama mwanae, lakini alikuwa ni mtoto wa dada yake. Esther Mordekai alikuwa anamuita mjomba. Lakini kwa desturi za maisha ya Mordekai ya kumcha Bwana, alimfundisha hadi huyu binti.
akajitunza ubinti wake. Hata ilivyopigwa mbiu ya kwamba wanahitajika wale wa mwalimu mabinti mamwali, Esther akapelekwa. Lakini kwa vile Esther alikuwa na kibali cha Bwana, akakubalika mpaka kwa mfalme. Mungu awasaidie mpate kibali popote mtakapoingia na kutoka, mkubalike. Haleluya. Mkawe vioo, mkawe barua wenye kusomwa vizuri. Wamekuwa mfano mzuri kwa maisha yetu kwa sababu walisimamia imani yao. Na sisi neno la Mungu linatushauri na kutusihi tusibadilishwe na namna yoyote ya ulimwengu huu, lakini tusimame na msimamo wa imani yetu. Haleluya. Kama neno la Mungu linakwambia usikae hapa, nyanyuka mapema, kuunta mavumbi yako, endelea. Haleluya. Unaweza ukaingia kwenye mtego. Sasa hivi tunaingia kwenye habari ya mitihani. Ukaambiwa mtihani umevuja sehemu, twende tukasolve. Wewe unaijua neno la Mungu na ukakumbwa na mkumbo. Unaweza ukashangaa matokeo yakaje umekatwa chini. Lakini sisi tunautegemea Mungu, tunaliitia jina la Bwana wa majeshi. Haleluya. Usikie kuna mtu ana majibu darasani, wewe usiogope. Mwambie Mungu, wewe ni majibu kuzidi hata ya huyo aliyenayo. Haleluya. Kwa sababu tunamwamini Mungu anaenda kututetea. Twende tukamwangalie Danieli. Tusome Danieli sura ya 1. Nitasoma mstari wa 9. Basi Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matowashi. Mkuu wa matowashi akamwambia Danieli, mimi namuogopa Bwana Mungu, Bwana wangu mfalme, aliwaagizia ninyi chakula chenu na kinywaji chenu. Kwa nini azione nyuso zenu kuwa hazipendezi kama nyuso za vijana hirimu zenu? Basi kwa kufanya hivyo mtatirisha kichwa changu mbele ya mfalme. Ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matowashi amemweka juu ya Danieli na Hanani na Mishaeli na Azaria, tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10, na watupe mtama tule na maji tunywe, kisha nyuso zetu zitazamwe mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme, ukatutendee sisi watumishi wako kadri ya utakavyoona. Basi akawasikiliza katika jambo hilo, akawajaribu siku 10. Hata mwisho wa zile siku 10